Hivi karibuni kumekuwa na akaunti nyingi sana za WhatsApp zimekuwa zikifungiwa, akaunti kipo na akaunti yangu ya WhatsApp. Sasa nataka uangalie video hii ili uweze kujifunza vitu vya kufanya au vitu vya kuviepuka ili WhatsApp yako isifungiwe. Sasa WhatsApp ni platform ambayo karibia kila Mtanzania anaitumia. Au karibia kila mtu anaitumia. Kila mtu baada ya kununua simu huwa anainstall WhatsApp, ni kama social media na ni platform ambayo inatumika sana na watu wasikaribia wote. So hivi ndio vitu ambavyo inabidi uviepuke ili akaunti yako ya WhatsApp isifungiwe. Kitu cha kwanza ni kuadd watu kwenye magroup. Okay, kuna ile kwamba unajua kitu fulani au una list ya namba ya watu wengi na hautaki hauna namna ya kuwafanya wajoin katika group lako. Wewe unataka wajoin moja kwa moja, yani ufungue group wa add hao watu. Sasa ukifanya hivyo WhatsApp watafungia account yako. Na hii ni kutokana na kwamba kuna kesi ilitokea Marekani, mtu aliadiwa kwenye WhatsApp, afu ilikuwa WhatsApp ambalo linadeal na vitu haramu, kwa akafungwa. Kwa alipofungwa akaenda kushtaki WhatsApp ikapigwa faini, ndo akaleta hiyo sheria. Kitu cha pili ambacho inabidi ukiepuke ni kudeal na vitu ambavyo ni betting au forex trading. Hivi vitu ni vitu ambavyo watu wengi wametapeliwa kwenye hivyo vitu. Kwa sababu watu wengi wametapeliwa, WhatsApp hasupport hivyo vitu, ndio maana anafungia sana watu wanao deal na betting. Kama una group la betting au una group la forex trading, WhatsApp haviruhusu hivi vitu. Kitu cha tatu ni kutumia WhatsApp ambazo sio verified. So kabla sijaendelea, nitatamani usubscribe katika channel yangu ya Heritage. Subscribe, comment hapo chini kitu ulichokipenda katika video hii au video ijayo unatamani iwe inahusu nini. Then hivyo. So kitu cha tatu ni kutumia WhatsApp ambazo sio sahihi, kama GB WhatsApp, FM WhatsApp, hizo modded WhatsApp. Hizo WhatsApp ni WhatsApp ambazo haziruhusiwi. Kwa hawa ni zimetengenezwa na matapeli, na ukizitumia zimetengenezwa na matapeli. Kwa WhatsApp ipo very strict na platform yake. Kitu cha nne na cha mwisho ni kutuma spam messages. Spam messages ni kwamba unatuma message nyingi kwa watu wengi, alafu message inakuwa ni let's say labda unatoa offer ya bidhaa yako. Sasa hiyo message ya offer umetumia labda watu 1000 kwa siku. Hicho kitu hakiruhusu. Kwa pia kingine WhatsApp haruhusu kutuma zaidi ya message 500 kwa siku. So hivyo ndio vitu vya kuzingatia. Kisha umesubscribe, umelike video. Yeah guys.